Bana, noma sana. Ngoma ambayo inatufungulia leo hii show ni ngoma ya kwake Kaba Yeye, inaitwa Swaiba akiwa na Wizkid. Ni moja kati ya vibao vikali sana. And of course mimi mwenyewe pia na appreciate kwa sababu ni msanii ambaye yupo vizuri sana. Mimi mwenyewe na appreciate tena kinyamwezi na kinoma tena sana. Mimi naitwa Miki, hii hapa ni External Show. Karibu sana katika hii show, na kama kawaida, kama nilipotoka kuelekeza mwanzoni kabisa kwamba hapa huwa tunakutana kwa lengo la kupeana zile update ambazo zimejitokeza kutokea ndani ya Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. And of course leo niko na vibe sana kwa sababu habari ambazo nimekuandalia katika siku leo ni habari ambazo ni nyeti, lakini pia ni za kusisimua sana. Kuna time napata vibe yani mpaka bana. Sasa katika siku leo kuna habari mbili ambazo nimekuandalia, na habari ya kwanza kutokea nchini India ambaye inamhusu kijana ambaye aliyeishi kwenye maji machafu kwa muda wa miaka 5. Lakini pia habari nyingine ambayo nimekuandalia katika siku leo ni habari ambayo inahusiana na kampuni ya Meta imeshtakiwa na majimbo 29 kutokea nchini Marekani, na kwenye hayo majimbo ikiwemo na California pamoja na New York. Sasa nikianza na habari ya kwanza ambayo ni ya kijana kutokea nchini India. Huyu kijana anaitwa Iqbal, amekuwa akiishi kwenye maji kwa muda wa miaka 5, na sababu kubwa ambayo imesababisha mpaka akawa anaishi kwenye maji kwa muda wa miaka 5 ni kwamba alikuwa ama anaumwa. Sasa kwenye huo ugonjwa ikitokea ametoka kwenye maji, ni ngozi yake kwamba inaungua, alafu anapata maumivu makali mno. Sasa mwenyewe anasema kwamba akiingia kwenye maji maumivu yanakuwa yanapungua. So amekuwa kila akinywa na kila kitu anakifanya akiwa anaishi kwenye maji machafu. So wazazi wake kama wamejaribu kila kitu ili kusudi kuweza kumsaidia mtoto wao, lakini mwisho wa siku wameshindwa kutokana na changamoto za kifedha. Wamempeleka hospitali, lakini pia kutokana na changamoto za kifedha ikawa wamefeli ama wameshindwa. Sasa kipindi anaishi kwenye maji ikawa wamerekodi video. Sasa katika ile video ikawa imeenda viral sana, imetazamwa na watu wengi, na kwa bahati iliyo njema ikamfikia tajiri mmoja kutokea nchini India, pia na ni mfanyabiashara anaitwa Anat Shalap kwa yeye, kwa sababu kitu ambacho amekifanya ni kizuri. Sasa ikawa ameguswa sana na ile video, na kitu ambacho yeye aliamua kukifanya ni kwamba kuweza kumsaidia yule kijana kumpeleka hospitali. Na kama siku 2 ambazo zimepita, wamemtumia tiketi ili kusudi aende Mumbai na aanze kutibiwa. Hiyo ndo habari ya kwanza ambayo nimekuandalia katika siku leo. Tukija katika habari namba 2, bwana noma sana. Sasa katika habari ya pili ambayo nimekuandalia katika siku leo inahusiana na kampuni ya Meta, ambapo imeshtakiwa na majimbo 29 kutokea nchini Marekani, ambapo sababu kubwa ambayo imesababisha mpaka Meta kawa imeshtakiwa ni kwamba wameshindwa kuzingatia faragha za watoto, kwa maana ya kwamba content nyingi ambazo zinapatikana kwenye mitandao ambayo inapatikana kwenye kampuni ya Meta ni ya kikubwa. Hapa nazungumzia Instagram, Facebook, WhatsApp pamoja na Thread. Sasa ikitokea sasa kwenye hii case kampuni ya Meta wakashindwa kabisa, sasa kuna mabadiliko ya uendeshaji ambayo yanaenda kutokea kwenye kampuni hiyo ya Meta, ikiwemo na Instagram, WhatsApp, Facebook pamoja na Thread. Na badiliko la kwanza ni badiliko la likes. Ikitokea kuna video ambayo utakuwa umeiposti, likes hazitoonekana. Badiliko lingine ambalo linaenda kutokea, kutakuwa na limit of scrolling. Maana yake ni kwamba wao watapanga kwamba kwa siku mtu awe anaangalia content 15 tu. Sasa akishaangalia hizo content, maana yake habari yako kwa hiyo siku itakuwa imeisha. Subiri content zingine 15 ikifika siku nyingine ya pili. Lakini pia badiliko lingine ni kwamba kila mmoja awe anamiliki akaunti moja tu ya Instagram au Facebook. Wamefanya hivi kwa sababu watoto wengi kutokea kule nchini Marekani wamekuwa kipenda sana content za kikubwa, na muda mwingi sana wanakaa mtandaoni kuangalia hizo video na kushindwa kufanya mambo mengine ya kimaendeleo kama kusoma, na ni jambo ambalo linasababisha kudhorota kwa afya ya akili ya watoto. So haya ndio mahitaji ambayo wao wanahitaji. Lakini pia kitu kingine ambacho kimetoa gunzo sana wao ambacho wanakihitaji ni kwamba wanataka kampuni ya Meta ilipe fidia ya trilioni 1. Trilioni 1 ni pesa nyingi sana. Kwa wao wanataka kampuni ya Meta walipe fidia hiyo, kwa sababu watoto wao wanaharibika kutokana na uwepo wa mitandao ambayo inapatikana katika kampuni ya Meta. Hizo ndo habari ambazo nimekuandalia katika siku leo. Mimi naitwa Miki, tukutane katika Extended Show kwa kipindi kijacho. Ciao!